Sasa mwanaume wenzio uone kwanza, hebu fungulia redio kama mumeo kalala saa hizi, fungulia redio tena msogezee pale karibu. Ndio. Amka wewe mzee, nenda katafute hela, maisha ni yao, utaibiwa mke. Unataka mke mzuri, kazi utaki kufanya. Unataka maisha mazuri, kazi utaki kufanya. Unataka kwa kibaka baba. Unalala saa hizi saa 4 na dakika ngapi sasa hivi? Wanawake tuko huku sisi. Sisi wanawake tunachakarika, wanawake wengine tumewapisha huko masokoni Kilombero, wengine tumewapisha Samunge, wanachakarika. Wewe baba mtu mzima sasa umelala. Tena unajifunika kwenye roho, unachatu yako hiyo kama unaruhusu vipi mwanamke achatu, mwanaume achatu usiku kucha, wewe umelala naye? Unamwachaje? Unaruhusu vipi kitu kama hicho Jamila? Kwanza hajatana nani first of all. Unaipapua simu ukafanya utafiti. Utafiti upige ukutani. Unaipapua simu unaifanya utafiti. Ukiona kuna mambo hayajakuridhisha ipige ukutani. Haya mambo ya kufunga ugonjwa ya mkopo. Mwanaume anachati usiku saa 8 wewe umelala. Na sio mwanaume tu, hata mwanamke hawezi kuchati usiku mko kitandani. Mimi siwezi kwanza. Huku ni kufunga ugonjwa malaria. Kwanza ukimwona mwenzako anachati, angalia upande mmoja wa shuka, jifunike mchunguni taratibu. Muulize mara ya kwanza. Nilishawaambia wanao. Usimuulize. Unachati na nani? Unachati na nani? Muulize. Atafuta message, fanya hivi mkwapue. Hapana, wewe sio mmelei kwapue chwa. Kwani unamkwapua? Ndio kweli. Ukianza kuuliza chati na nani atakwambia anaifuta. Simu ni dhamana ya mtu mwenyewe. Wapi wewe dhamana hiyo? Mume wangu unachati na nani kipenzi changu? Mume wangu ni mali yangu. Ndio nakwambia muulize kwa mahaba. Unachati na nani? Nani anamuuliza maswali hayo? Akikwambia wewe lala, unaambia sasa subiri mimi unavyotaka na mimi nataka. Unamvuta unamweka kwenye maziwa. Basi haina haja ya simu yake. Simu yake kazi gani unahangaika nayo? Leo ichukue simu, ikwapue, mambo haja kuridhisha, futa ushahidi, ipige ukutani. Yaani wanawake wenyewe mnahangaika bure tu. Kutafuta ugomvi, kutafuta maneno. Huo muda anachati, mwambie mume wangu nakuhitaji. Alafu mtu anachati, kinachouma zaidi yuko ndani ya blanketi. Hapana. Anachati unasikia tu tinti tinti. Sasa usianze maneno. Usianze ka ugomvi ambacho kana mnyuma wala mbele. Haugombani, chukua tu simu, mume wangu. Nyongo mkaliaini Bakari wangu mimi. Njoo kwa hapa. Msogeze hapa kwenye mapaja yako. Ujinga ndio kitu tumekataa. Hapana, sasa ukianzisha hilo harakati la kazi gani? Anafika stage ya kufanya kitu kama hicho. Hapa mwanzo hapa hakukuwa na udhibiti. Kwamba hakukuwa na udhibiti mzuri. Alishamzoesha kumwachia anafanya hivyo. Alikuwa anachati mpaka saa 3 anamwacha, mpaka saa 4 anamwacha, mpaka saa 5 anamwacha, mwisho wa kuchati mpaka saa 8 usiku. Anataka saa 8 usiku anaweza kuchati na mamake mzazi. Saa 8 usiku anaweza kuchati na shangazi yake. Wanaume wana mambo mengi, wana stress zao, wakati mwingine anajirefresh na simu, hana muda wa kushika simu. Ndio muda anaoshika simu, lakini wewe mkewe kama unajua nafasi yako hata shika hiyo simu. Mume akirudi akishakula chakula mwambie hicho tupige sodi 2-3 mlale. Matokeo yake ndio huyo hapa kalala mpaka saa 5. Na wewe kwa nini umwachie mumeo alale ashike simu? Kwa nini umemwachia? Wanaume wakisharudi nyumbani, sisi ndio tuwape nafasi ya kuwa nao. Sisi ndio tutakuwa tushike nafasi zao. Ukimwona anachezea simu, mkumbatie, mpige busu la kwenye komwe. Dada Jay, hawa wanaume wanaoshinda nyumbani ndio wanaotoka na wake zetu, watoke wakakae hata kwenye vijiwe. Anaitwa Turabi Mlugu. Watajua siku hizi tunaweka la tego. Kuna mtu anasema hivi, wewe Jamila, kuna siku niliamka kusali muda wa saa 8 nikamkuta na chat, nikampokonya niangalie. Asema nilipiga bonge la kofi. Usimpokonye. Mimi namwambia wanawake, mwanamke sasa hivi kama unanisikiliza odo, calm down. Ukimkuta mumeo anachati chukuru muulize la Azizi, wachati na nani muda huu? Mume wangu utakufa vibaya. Hebu njoo tupumzike baby. Inatosha. Yaani unajua mambo vice versa. Nakwambia kwa Mwenyezi Mungu. Yaani kana namna dukuduku liko hapa. Toa dukuduku, kunywa maji. Mtu anachati message ikiingia dukuduku inaingia fumuse. Kunywa maji kwanza. Wewe mwambie tu mume wangu samahani, na kuona uko busy na simu. Samahani kama nitakuwa nimekukosea bibi wangu, nakuhitaji muda huu wa saa 8. Uongo nini sasa? Unaweza ukiamua. Bwana wewe. Sasa hata kama anachati na wanawake zako unaweza kumzuia. Mambo ya Azizi, mtu anachati message ikitija hapa anatabasamu, kinachouma anachati huko anatabasamu. Sasa wewe muonyeshe wewe pia una uhitaji na yeye, sio hao tu. Ina maana wewe unavumwacha na chati simisi hana muda na wewe. Tena wanaume marufuku kuchati huko na tabasamu. Achati nini? Marufuku kuchati huko sura yako inaonyesha ina furaha na tabasamu. Si washikaji zake achati nao. Kwa sababu mimi moja kwa moja pale mawazo yangu yanakuja ni mengine. Huyu mtu anachati naye huko anatabasamu ni nani? Hapana. Na kwa nini chati huko anacheka? Wanawake tumieni huo muda. Mwambie mume wako maneno mazuri. Mwenyewe nafsi itamsuta. Atasema dada ninavyomjua akanisemesha maneno haya. Mwambie mume wangu, unaona chati tu kipenzi chako.
Sasa kuna mtazama na jicho la ubo umekula kashata za kuvu za Mwanakombo. Unakuwa nini unachati muda wote? Mimi niko hapa. I'm here baby. Niko hapa kwa ajili yako, mimi sipendi. Kwanza tuko live bila kujua kwanza. Bado haya. Niko hapo mchanga rafiki yangu kila akigombana na mume wake anamtangaza kwao tena anazidisha maneno. Wakipatana kimya. Wakigombana mume wake mtaa mzima unajua.